Ndugu washiriki, wilaya ya Malinyi ina ardhi nzuri, watu wachapakazi na mazingira mazuri kwa kilimo cha mazao mbalimbali. Na hapa tumesema kilimo ni vitu vyote vitatu. Kwa hiyo nikitumia neno kilimo ijulikanike nimesema kilimo, mifugo na uvuvi. Pamoja na juhudi hizi, bado tunakabiliwa na changamoto za mitaji, maarifa ya kifedha na ufahamu wa namna ya kushirikiana na taasisi za kifedha kama vile TADB. Hivyo basi, elimu hii mnayopata leo ni sehemu ya jitihada za serikali kuhakikisha kuwa mkulima wa kawaida anapata maarifa ya msingi na ya namna ya kushirikiana na benki ya TADB ili kufanikisha shughuli zake za kilimo. Ndugu washiriki, TADB ni benki ya serikali iliyoundwa kwa ajili ya wakulima kama ninyi. Malengo yake ni kutoa huduma za kifedha kwa sekta ya kilimo kwa masharti nafuu, pamoja na kuwawezesha wakulima wadogo na wakati kuongeza uzalishaji na tija. Kupitia elimu ya ufahamu kuhusu TADB mtakopata leo, mtaweza kufuata yafuatayo. La kwanza, kuelewa madhumuni ya kuanzishwa kwa TADB na jinsi benki hii inavyofanya kazi kama benki ya wakulima. La pili, mtajua pia aina za mikopo na huduma zinazotolewa na TADB kwa wakulima na vikundi mbalimbali vya wakulima. Tatu, pia mtapata kujua masharti na utaratibu wa kupata mikopo kwa mkulima binafsi, vikundi na vyama vya ushirika na jinsi ya kujiandaa kwa ajili ya kupata huduma za mikopo. Pia nne, mtapata kujua zaidi ya yote, mtapata kujua nidhamu, uwajibikaji na matumizi ya fedha za mikopo. Kwa tunafahamu hili ni janga kidogo, na wengine ni wazoefu na watoa mikopo mbalimbali, ikiwepo mikopo ya 10%, lakini hiki kipengele ni muhimu sana. Hili ambalo limezungumzwa hapa ni muhimu sana. Ndio tumesema kubwa au zaidi ya yote, nidhamu ya mkopo wako unaopata. Uliomba kwa malengo gani? Na baada kupata unautekeleza ili uweze kutimiza yale ambayo ulikuwa umekusudia. Na ukiitwa mkopo is not a grant, yani tofauti kati ya grant Kiswahili nini? Msaada. Ukiambiwa kati ya msaada na mkopo. Mkopo maana yake ni dhamana tu ambayo unatakiwa uirudishe. Na usipotimiza dhamana ile kwa masharti yale, maana yake unaingia kwenye nini? Tatizo la kisheria. Lakini msaada tunakupa tu mwenyewe, ukiamua kutumia kwenda kulewea kufanyaje ni jukumu lako mwenyewe. Sasa ndio maana ukaitwa mkopo. Maana yake ni kitu ambacho kinachokwenda, kinarudi, kinazunguka na wengine waweze kunufaika zaidi. Na tatizo hili la nidhamu, kutokuwa makini inafanya mikopo yetu kutokuwa endelevu. Na wakati mwingine watu ambao wanadaiwa, tunawadai, wanakuwa nakimbia mpaka nyumba. Mwingine anakimbia, anaacha mume wake, anaacha mke wake, anaacha watoto zake. Mkopo unakuwa sababu ya kuweza kukimbia. Kwa kipengele cha nidhamu ni vizuri ikawaingia kwa kutosha washiriki. Na ninaamini kwamba kifika kwenye eneo hili mtaweza kusisitiza. Ndugu washiriki, siku ya leo iwe mwanzo wa mabadiliko. Tumieni nafasi hii kuuliza maswali, kufuatilia maelekezo na kuhakikisha kuwa mnaondoka hapa na uelewa wa kutosha wa namna benki inaweza kusaidia kubadilisha maisha yenu kupitia kilimo chenye tija. Ninawasihi sana mwanzishe na kuimarisha vikundi vya ushirika wa kufanya kazi kwa pamoja. Naongeza nafasi ya kupata huduma za kifedha, ushauri wa kitaalamu na nguvu ya pamoja ya kiuchumi. Ni eneo kubwa sana kwa sababu tumeambiwa hapa ni serikali, 100% serikali. Na ni serikali na windows au ina mikono mbalimbali ya kuweza kuwasaidia wakulima, kusaidia wafugaji, kusaidia wavuvi na wengineo. Lakini jitihada hizi zingine za serikali wakati mwingine sisi wenyewe ndio tunazikwamisha. Utakuta zimuvu za serikali kusaidia, mtu anakuwa na mambo yake mengine. Kwa hiyo hebu tumieni fursa hii. Na tumesema kwamba hizi ni benki. Ila wewe utakapokuwa umepata mkopo, kijua kwamba hii ni dhamana na wajibika kurudisha, maana yake unamsaidia yule ambaye hakuweza kuwa amepata. Wakulima tuko wengi sana hapa katika wilaya yetu. Wafugaji tuko wengi sana katika wilaya yetu. Na wavuvi tuko wengi pia. Na sisi kama halmashauri tuna program tunaendelea nazo. Sisi kama halmashauri tumejenga hapo. Simuona hapo bwawa la kufugia samaki. Mtaomba tukitoka hapo mwapeleke wakaone pale. Lengo letu tumeweka vifaranga mle ndani. Lengo letu ni kusisitize, kuhamasisha
kuhamasisha jamii yetu ione uvuvi pia ni fursa. Hapo tuna zile tutakuwa na vifaranga ambao tunaweza kutoa vifaranga hivi kwa watu ambao watakuja kuanzisha mabwawa huko. Na sisi tunaweza kuwapa tu free tu kwa navyo. Lakini kwa ile ambao tumezipata kama halmashauri tumewekeza pale. Hapa tumeweka kitalu cha michikichi, kitalu cha mikorosho. Fedha ambazo tumezitoa za halmashauri ili michikichi hiyo na mikorosho tutoe kwa wananchi waende kule bure kabisa. Waweze kwenda kuzalisha. Sasa fursa kama hizi sasa zitakusaidia kwamba kuendeleza zaidi. Hatuna fedha za kuwapeni, lakini kupitia mabenki yanaweza kawapeni hizo fedha ambao mradi mmeshasoma na mmeelewa, mkaweza kuendeleza pale. Kwa elimu mliopata pa ya kuona, demonstrations, plot zipo hapo. Tunatoa hizo mbegu bure na tunahamasisha watu, michikichi, korosho, tumeenda kuchukua tena parachichi. Nini tena? Tunakuwa na mazao mbalimbali tutakayokuwa nayo katika mkoa wetu. Na katika mkoa wetu huu una mazao 5 ya kimkakati. Mazao 5 ya kimkakati ambao mheshimiwa wetu mkuu wa mkoa anasimamia. Nimeyataja michikichi, niko sote nikumbushe. Kuna michikichi, kuna mikorosho, kuna parachichi, kuna kokoa na kuna karafuu. Hivyo tumeanza karafuu katika wilaya ya Morogoro vijijini. Tumetoa mikarafuu ambao ndani ya miaka 4 kupitia programu za shuleni itaanza kuzalisha. Tumeenda kuzindua kule. Sisi hapa katika miradi hiyo tuna eneo letu hili ni potential sana kwenye swala la michikichi, swala la korosho na swala ya parachichi. Tunafanyia kazi kwa kutumia fedha zetu za halmashauri. Lengo letu ni nini? Kwamba tuweze kuchangamkia hii fursa. Tumenunua sisi hii miparachichi ambao gharama yake sikaribia shilingi 10,015 kwa mmoja. Hii michikichi. Mbegu ya kisasa ambao ndani ya miaka 2 na nusu unaanza kuvuna na mengineyo. Sasa hizi ni fursa ambazo unaona kabisa ni fursa za kiserikali ambazo zinauiana. Sisi tunafanya kwenye preliminary hatua hizi za mwanzo za kutafuta mbegu, kukuza na kuwagawieni. Na nyie kuwasomesheni na kuweza kupitia wagani wetu waweze kuwapeni hiyo elimu. Ambapo sasa fursa kama ndio inakuja kusupplement kile ambacho halmashauri tumefanya. Sasa hivi mnaweza kuja bara kumbe huku tayari kuna fursa ya kuweza kukopa. Huko halmashauri pana fursa ya kupata miche bure.